Awapokeaye ninyi anipokea mimi. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa. Ujumbe wa leo, ukarimu ni alama muhimu ya mfuasi wa Yesu. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 11 na mstari wa 14 hadi wa 16. Tusikilize somo. Ilikuwa siku moja, Elisha alikwenda Shunemu, na huko alikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile, huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, "Tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo." Ikawa siku moja akafikia huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akasema, "Basi atendewe nini?" Gehazi akajibu, "Hakika hana mwana, na mumewe ni mzee." Akawaambia, "Kamwite." Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, "Panapo wakati huu mwakani, utamkumbatia mwana." Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 4 na mstari wa 8 hadi wa 11. Tusikilize somo. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili ya Mathayo sura ya 10 mstari wa 37 mpaka 42. Tusikilize Injili. Yesu aliwafundisha mitume wake hivi: "Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, au apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakaye mnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tumeona jinsi mjane mzee wa Shunemu
alivyoonyesha ukarimu kwa mtumishi wa Mungu, yaani Nabii Elisha. Mwanamke huyu akishirikiana na mume wake, kwanza wanampatia Nabii Elisha chakula kila anapopita katika safari zake. Zaidi ya hayo, wanamjengea chumba cha kupumzika atakapokuwa akiwajia. Kwa sababu ya ukarimu huo, mwanamke huyo mjane anapata baraka kubwa ya mtoto aliyoitamani kwa kipindi chote cha maisha yake. Katika somo la pili, Paulo mtume anawakumbusha waamini wa kanisa la Rumi juu ya ukarimu wa Mungu kwa wanadamu wote, kwamba Mungu ameonyesha ukarimu wa hali ya juu, wa ajabu, wa kipekee sana, ambao haujawahi kutokea, hata kumtoa mwanaye wa pekee kutufia msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Wito wa Paulo ni kuwa tuthamini thamani ya tendo hilo la Mungu ili tuenende katika upya wa uzima. Katika somo la Injili, Bwana wetu Yesu Kristo anawataka wafuasi wake kubeba alama ya ukarimu katika maisha yao kwa kumpa Mungu nafasi yake, yaani nafasi ya kwanza katika maisha yao, kwani ukarimu hutambulisha uwepo wa Mungu. Katika hili, Yesu anasisitiza kuwa Mungu anafaa kuwa kipaumbele na pamoja katika maisha yetu, na sio mtu au kitu kingine, ikiwemo hata ndugu zetu wa karibu kama baba, mama au watoto. Yesu pia anasisitiza kuwa kwa yeyote atakayewapokea na kuwakirimu wajumbe au watumishi wake, anampokea na kumkirimu yeye mwenyewe, na kwa sababu hiyo atapata baraka kubwa. Katika Dominika ya leo tuna mambo matatu ya kujifunza, ambayo ni maana ya ukarimu, jinsi ya kuwa wakarimu, na chanzo au asili ya ukarimu. Jambo la kwanza, maana ya ukarimu. Ndugu zangu, ukarimu ni tabia njema ya kupokea, kuheshimu na kuwahudumia watu wengine kwa moyo mkunjufu na bila ubinafsi. Ukarimu huambatana na kutoa msaada wa vitu kama vile chakula, malazi au muda na faraja kwa wahitaji. Ukarimu pia una undugu mkubwa wa karibu na wema, upendo na huruma. Jambo la pili ni jinsi ya kuwa wakarimu. Ndugu zangu, katika Dominika ya leo tunaitwa kuwa wakarimu, kwanza kwa kumuiga mjane wa Shunemu. Kama jinsi mama huyu alivyomkaribisha mgeni, kumpatia chakula na chumba cha kupumzikia, tunaalikwa kuwapokea wageni kwanza katika vyumba vya mioyo yetu na baadaye katika vyumba vya nyumba zetu, na kuwakirimu kama alivyofanya mjane huyu. Katika hili tunaalikwa kutambua kuwa wageni ni baraka inayotafuta pa kutua. Hivyo basi, tunapowakaribisha na kuwakirimu, tunapata baraka kubwa kama alivyobarikiwa mjane wa Shunemu. Jinsi ya pili ya kuwa wakarimu ni pale tunapoweza kumwona Mungu ndani ya wenzetu. Mjane wa Shunemu alipomwona Elisha alihisi kitu tofauti. Ndiyo maana anamwambia mumewe, "Tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu." Hivyo leo tunaitwa kumwona Mungu aliye utakatifu wenyewe ndani ya wengine, kuona thamani, kuona utu wa wengine. Tunapomwona Mungu au tunapoona thamani na utu ndani ya wengine, tutawapendea kwa wema, hofu ya Mungu na ukarimu na kupata baraka. Kwani kuna usemi usemao,
Ukarimu hauanzii mezani bali moyoni. Jinsi ya tatu ya kuwa wakarimu katika maisha yetu ni kwa kufanya yote kwa wema, upendo na huruma. Ndugu zangu, wema, upendo na huruma ni ndugu wa tumbo moja na ukarimu. Tunapowajali, kuwasaidia na kuwafanyia wengine mambo mazuri bila kutarajia malipo. Mfano, tunapowasaidia wenye uhitaji, tunapotoa msaada wa dharura, tunapotoa ushauri na faraja kwa wenye matatizo, tunapoonyesha heshima na huruma kwa wazee, wazazi na watu wenzetu, tunafanya tendo la ukarimu. Tunapofanya matendo ya huruma ya kimwili ambayo yako 7, yaani kulisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu, kuvika walio uchi, kukaribisha wageni, kuhudumia wagonjwa na kutembelea wafungwa na kuzika wafu. Pia tunapotenda matendo 7 ya huruma ya kiroho, yaani kuelimisha wasioelewa, kushauri wenye shaka, kuonya wakosefu, kuvumilia wasumbufu, kusamehe kwa moyo, kufariji wenye huzuni na kuwaombea watu wote, yaani wazima na wafu. Tunapofanya haya yote kwa binadamu wenzetu, tunapata baraka kama mjane wa Shunemu, kwani hata tendo dogo sana la wema, huruma na ukarimu lina thamani kubwa machoni pa Mungu. Mungu analiona, kulithamini na kutupatia baraka. Fundisho la 3 ni chanzo au asili ya ukarimu. Ndugu zangu, asili ya ukarimu ni Mungu peke yake, kwani Mungu ndiye chanzo cha ukarimu wote. Mfano, Mungu anatualika kuwa wakarimu kwanza kwa yeye mwenyewe, kuwa mfano kwa vitendo, kwani ni kwa ukarimu wake tu alituumba. Mungu pia alionyesha ukarimu wake kwa kumtoa mwanaye wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, afe msalabani ili tupate wokovu. Tendo hili ni ukarimu wa ajabu kuliko yote. Mungu anaendelea kutukirimu kwa mema mengi, ikiwemo afya njema, mafanikio na tunzo lake la kibaba siku kwa siku katika maisha yetu. Katika hili tunaitwa kumwonyesha Mungu shukrani kwa ukarimu wake mkubwa katika maisha yetu. Yesu katika somo la Injili ya leo anatupatia namna bora ya kuonyesha tunathamini ukarimu wa Mungu katika maisha yetu. Namna hiyo ni kumpatia Mungu nafasi anayostahili katika maisha yetu, yaani kumweka Mungu awe namba 1 katika maisha yetu. Yesu anaposema apendaye baba au mama au mwana au binti kuliko yeye hamstahili, hamaanishi kuwa tusiwapende ndugu wa familia zetu, bali anatutaka kumpenda yeye, yaani kumpenda Mungu zaidi ya chochote, kwani upendo kwa Mungu ndio asili na chanzo cha wema, upendo na ukarimu kwa wengine, ikiwemo ndugu zetu, wanafamilia wetu. Awapokeaye ninyi anipokea mimi.